Media Vision TV, bridging ideas to reality. Tuwapigie makofi kwa uwepo wao, asante sana. Lakini pia mwakilishi wa Azania Bank, Azania yote ambaye yupo, asante sana. Lakini mwakilishi wa Vodacom team, najua mpo wengi humu ndani. Vodacom mpo, asante, nafikiri bado hawajafika. Lakini pia tunawakilishi kutoka, naona watu pesa, I think ni microfinance, naomba pia tuwapongeze na kuwakaribisha. Na benki zote ambazo tutakuwa nazo hapa kama vile NMB, Akiba, CRDB na wengine wote, DSC, najua pia wakilishi wameshafika. Naomba usimame, asante, naomba pia tuwakaribishe kwa makofi. Lakini wakufunzi mliopo, naomba msimame. Watu wa mada wote ambao mpo hapa siku ya leo, yeyote ambaye ni mtu wa mada naomba asimame, hata ambao tayari nimeshawatambulisha kule wote, naomba tuwapigie makofi. Hayo makofi hayatoshi, asanteni sana. Lakini pia nitambue washiriki wote mlioko hapa ambao hasa nyinyi ndio wenye shughuli, wakina mama, naomba tujipigie makofi na kujishangilia sana, wanawake wajasiriamali. Lakini kuna vijana humu ndani, si ndio? Hebu vijana wasimame tuwaone, vijana ambao wamejumuika na sisi. Wewe ukijua tu umri wako huko kuanzia 35 kuja chini, uwe wa kijana, wa kiume, wa kike, hebu simama tuone. Below 35, umeona Asanteni sana, naomba tuongeze makofi. Nitambue waandishi wa habari, popote mpunge mkono waandishi wa habari, najua tuko wengi humu ndani. Tuwapigie makofi waandishi wa habari. Lakini pia tukio hili liko live kwa siku 2, kwa hiyo tunafanya live stream kwenye mitandao yetu ya mtandao wetu wa YouTube. Nenda kwenye YouTube account, unaweza kushare ile link na watu wengine pia wakaweza kufuatilia. Lakini pia tunafanya hivyo kwa ajili ya wanachama ambao wako kwenye maeneo ya mikoa na hawawezi kushiriki hapa physically, kwa hiyo wanatufuatilia. Lakini nitambue waalikwa wote na wote ambao nimemsahau, na nitambue timu ya TWCC, wafanyakazi wenzangu ambao wananipa pia nguvu sana. Popote mlipo, naomba pia mpunge mikono. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Asanteni. Ndugu washiriki, naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana kwenye mkutano huu au kwenye warsha hii ya siku 2 ambayo tunaifanya hapa katika ukumbi wa hoteli ya Serena Dar es Salaam leo tarehe 29 na tarehe 30 siku ya kesho. Ninaamini itakuwa ni nafasi au ni platform ya kipekee ya kufungua njia nyingine na za fursa kwa ajili yenu kuweza kufanikiwa kwenye biashara. Na kwa makusudi, kama mnavyofahamu, TWCC tuko nchi nzima, tunafanya kazi mikoa yote, kwa maana tuna matawi kila mkoa na tuna uongozi kwenye hiyo mikoa. Na ndio maana mlikuwa mnasikia vigelegele vya Pwani. Pengine nipende kutambua pia wale wanaotoka mikoani. Pwani una mwenyekiti wao dada Stella Gwasa, naomba msimame. Naomba tuwapigie makofi uongozi wa Pwani waliowakilishwa hapa. Lakini pia yupo katibu wa mkoa wa Pwani dada Lydia kutoka kule Kisarawe, na mkoa mwingine ambao wamewakilishwa ukiacha Dar es Salaam. Naomba kama kuna kiongozi wa mkoa tofauti pia asimame. Popote kama upo. Haya, wale asante sana kutoka Dodoma, katibu wa Dodoma. Naomba kama kuna wanachama, makamu mwenyekiti, kama kuna wanachama wa mikoani nje ya Dar es Salaam, naomba pia mnyoshe mikono. Nje ya Dar es Salaam, naomba msimame tuwapigie makofi mengi kwa uwepo wao. Asanteni. Tunasema elimu ya haina mwisho na unaifuata popote. Na wezi jua pengine ndo siku leo na kesho siku 2 zikabadilisha kabisa historia ya maisha yako. Kwa hiyo ni fursa, na usijione kwamba umesafiri umbali mrefu au umeacha shughuli zingine, umekuja kwa ajili ya kujifunza, kuongeza ujuzi. Kila siku tunajifunza. Msione hata matajiri, mabilionea ambao wanatajwa duniani, na wenyewe wanakuaga na nyakati zao, wanakwenda kusoma mahali, wanajifungia, wanakaa kujiivisha namna gani ya kusimamia biashara endelevu. Kwa hiyo hawako tu hapo kwa sababu wako hapo, wanajielimisha kila wakati. Kwa hiyo katika mikutano ambayo huduma ambazo tunazitoa kama TWCC, hii ni sehemu ya huduma ambayo tunaitoa. TWCC tunatoa huduma 5 kuu. Ya kwanza ambayo ni advocacy
au masuala ya utetezi na ushawishi. Katika hili eneo tunafanya zaidi kwa kushirikiana na taasisi za umma, serikali, kuanzia wizara, mashirika, lakini pia na sekta binafsi. Na hapa katika ile eneo tunaangalia zaidi na kushauri masuala yanayohusiana na sera, lakini pia sheria na miongozo yote inayoongoza biashara. Tukilenga hasa kuhakikisha kwamba sheria zetu zinazo ongoza masuala ya biashara na sera zinakuwa jumuishi, lakini pia zinawekeza au zinawezesha mazingira wezeshi kwa ajili ya kukua kwa biashara za wanawake. Lakini huduma ya pili ambayo tunaitoa ni kwenye kuwajengea uwezo wanawake wajasiriamali. Na hapo ndo ambako tunatoa mafunzo ya aina nyingi. Kwa hiyo hata mafunzo ya usimamizi wa fedha ni sehemu ya mafunzo ambayo tunayatoa. Kwa hiyo tunatoa mafunzo mengi ya maendeleo ya biashara na mambo mbalimbali. Lakini huduma ya tatu tunayoitoa kwa wanachama wetu ni swala la networking. Kuhakikisha mwanachama anaweza kunetwork, kufahamiana na watu wengine. Na ndio sababu hapa itapendeza kama utakuwa umekaa karibu na mtu ambaye humfahamu ili upate kitu kipya. Kwa hiyo ni muhimu sana kujichanganya na watu wengine. Unaweza ukashangaa unafahamu kitu ambacho ulikuwa ukifahamu. Kwa hiyo utakapokuwa unakaa na wale ambao unawafahamu muda mwingi, unajilimit, unalimit exposure yako. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unakuwa mtu yule yule. Kwa hiyo jaribu kutafuta namna ya kuwa mtu mpya kila wakati. Lakini huduma ya 4 ambayo ndio sababu tunaandaa mikutano ya mwezi ya aina hii ni sehemu pia ya kunetwork, lakini mikutano mingi ambayo tunaifanya kama TWCC na hasa Chamber of Commerce. Kazi yetu ni kuhakikisha, yani sisi kwa mwaka pia tunahesabu mikutano tulioifanya ni mingapi, kwa sababu kwenye biashara mtaji mkubwa ni network yako. Ile inakupa fursa ya kujua na watu, fursa ya kujua wapi unapata malighafi, fursa ya wapi unajua unapata packaging material, fursa ya kujua namna gani watu wanaenenda au wanapitia changamoto zipi na wanaweza kuondokana nazo, lakini wengine wanafanya vipi na kusimamia biashara zao. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana, networking ni msingi mkubwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema pia inakusaidia kupata knowledge na pamoja na mafunzo tunayotoa. Lakini huduma ya 4 ni kwenye masoko ambayo tunahakikisha kwamba wanachama wetu basi wanaweza elimishwa kuhusiana na namna gani wanaweka mipango ya kufikia masoko kwa maana ya market strategies, lakini pia namna gani wanawezeshwa na kusaidiwa waweze kuunganishwa na masoko. Kwa hiyo kazi yetu ni kuunganisha na masoko ndani na nje ya Tanzania. Na ndio maana tunaona tunaandaa ziara mbalimbali katika mataifa mbalimbali. Sasa hivi kuna wenzetu wako China, kuna magroup kama 2 wamesharudi, kuna ambao wanarudi wiki hii na kuna ambao nafikiri wanaondoka tarehe 2. Kwa hiyo wote huko wanaenda kuangalia fursa za masoko, lakini pia kujifunza masuala ya teknolojia na kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanawasaidia katika biashara zao. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye eneo la masoko tunafanya mambo mengi, lakini tunashiriki na kuandaa maonesho. Kuna wale ambao mlishiriki maonesho tulofanya pale Mlimani City mwezi wa 3 ambayo yanaambatana pia na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Lakini yale ni maonesho ya TWCC kabisa ambayo tunayafanya kwa makusudi ya kuwapa platform au jukwaa wanachama wetu, kubadilishana uzoefu, kutangaza, lakini kujitathmini pia kama mwanamke kwamba huku nilipo, je, ninaenda vizuri, nini nifanye zaidi niweze kuboresha. Kwa hiyo tunaweza pia kuona namna ambavyo tunashiriki Sabasaba kwa ukubwa, na nafikiri matangazo mnayaona, na wale ambao bado mnania kushiriki Sabasaba inapendeza mjiandikishe mapema. Banda la TWCC linajaa mapema sana. Kwa hiyo ninadhani itapofika mwezi wa 5 tarehe 30 kuna kuaga hakuna nafasi kabisa. Kwa hiyo mjitahidi. Kwa huduma ya 5 ambayo tunayatoa kwa wanachama wetu ni hii ya kuwawezesha kupata mitaji ya biashara. Kwa kwenye mitaji ya biashara, nje na kuwafundisha masuala ya usimamizi wa fedha, kazi yetu pia ni kuwaunganisha na taasisi za fedha ili muweze kupata mitaji nafuu na kwa wakati ambao inawasaidia kukuza biashara zenu. Kwa hiyo leo tuko hapa ni sehemu ya mikutano ambao au warsha ambazo tunaendesha nchi nzima. Kwa hiyo hii inahusiana na hasa hii ni tumeifanya na brand kidogo. Kwa hiyo mnaweza kuona ni Financial Access Clinic. Ni kliniki ya upatikanaji wa mitaji ya biashara kwa wanawake na vijana. Kwa nini kliniki? Wanachama wetu wengi lakini pia ukiangalia taasisi za fedha mara nyingi, mimi unaweza ukaja kwangu
mimi nikiwa kama ni loan officer, ukanieleza unahitaji mkopo milioni 50. Lakini kwa sababu sifahamu biashara yako, sifahamu unachokifanya, ukaniambia mimi nina app, watu wanajisajili labda na wanakuwa wanaoda vitu online, lakini nikawa sielewi vizuri. Kwa kliniki hii lengo lake kwanza ni kuwapa nafasi wajasiriamali kukutana moja kwa moja na watoa huduma za kifedha. Kwa hiyo utapata nafasi ya kukutana na afisa wa benki na watafanya presentation hapa. Kwa hiyo wewe utaona okay, naona benki hii inanifaa. Na uzuri benki zetu sasa hivi zimeboresha sana katika eneo hili la kifedha. Wengi wamekuja na product ambazo zinaendana na wanawake kwa sasa. Kwa hiyo tunategemea kwamba hizi product zitakwenda kuleta matokeo. Lakini kuja kuwa na hizi product ambazo zinalenga mahitaji ya wanawake ni matokeo ya kazi nzuri na kubwa inayofanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza alivyoingia madarakani alielekeza mabenki kupunguza riba, lakini pia kuhakikisha wanakuja na product zinazosaidia makundi haya. Na mtakumbuka sasa hivi kuna benki hasa kwenye sekta ya kilimo zinatoa mpaka riba 9%. Kwa hiyo tunaita single digit. Kwa hiyo hii yote ni matokeo ya kazi ya serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo sisi kazi yetu sasa kama TWCC ni kutafsiri kutokea kule juu kazi hii ambayo au mazingira ambayo serikali inaweka kuwafikishia nyie. Na ndio sababu sasa tunahakikisha mnatambua hizi huduma ambazo zipo hapa. Mkisha tambua sasa ni kazi yenu kuzitumia na kuutilize kuweza kukuza biashara zenu. Kwa hiyo utakutana na afisa wa benki ambaye unataka kwenda kupata hiyo huduma, atakueleza na utaongea naye. Lakini cha pili, wengine wanaenda benki wanakwama kwa sababu mabenki wanashindwa maafisa wanashindwa kuwaelewa. Kwa hiyo hii fursa pia ni wewe ukae naye utumie muda wako na yeye pia akuelewe vizuri. Unahitaji mtaji kwa ajili ya nini? Lakini je, ni vitu gani hujatimiza ili kuweza kukopesheka. Kwa hiyo sasa inabidi utimize vile vigezo ili mwisho wa siku uweze kukidhi vigezo vya kukopesheka. Lakini la tatu ni kwamba tuko hapa kupeana taarifa kuhusu fursa na aina za product au mitaji ambayo inawafanyie. Kwa hiyo ukisikia mfano kutoka Azania Bank wana huduma hii, je, inakufaa kwa kiasi gani unaangalia. Ukisikia Mwanga unajifunza, ukisikia TCB, CRDB na wengine inakupa picha kwamba okay, mimi na benki hili sasa hivi, lakini kumbe kuna mkopo wa aina hii kwenye hii benki ambao mimi unaendana na mahitaji yangu ya sasa. Kwa ni wewe kufanya decision. Tunachohakikisha sisi ni kwamba wewe una information za kutosha kuhusu aina za huduma za kifedha ambazo zinapatikana hapa nchini, na wewe kufanya maamuzi ipi ambayo inakufaa na ipi ambayo unaweza kuiendea kuweza kuitumia. Kwa hiyo tuko hapa na labda kama mnavyoona theme yetu, money matters. Kwa hiyo sisi tunaangalia, tunajua mwanamke kitu cha msingi ili biashara yote. Ndio maana wengi wanasema mimi nina changamoto ya mtaji. Though sio changamoto sana kwa watu wengi, kwa sababu wengi wa benki tunazo zaidi nafikiri ya benki 40 hapa Tanzania. Tuna microfinance zaidi ya ngapi dada Winie? Zaidi ya 2000. Kwa hiyo kwa kifupi pesa tunazo Tanzania. Lakini sisi watumiaji ndio ambao tuna miss baadhi ya vigezo vya kuweza kukopesheka. Na ndio sababu tukasema mkutano warsha hii ya siku 2 tuilete kwa namna ya pekee kabisa. Kwa hiyo tutakuwa na fair session kama ambavyo mnaona kule kuna banners za mabenki na wengine wanaendelea kuleta. Baada ya mvua kuisha najua ukumbi utakuwa umependeza vizuri. Unakutana nao na unaangalia nini ambacho kinakufaa. Lakini pia tutapata presentation. Asubuhi tumesikia kutoka kwa mwasilishaji wa kwanza. Ametueleza vizuri sana kuhusiana na mambo muhimu ya kuzingatia kwenye usimamizi wa fedha, hasa fedha binafsi. Sisi wanawake jamani tunatumia vibaya. Chochote kizuri kinapita mbele yetu, sisi ni halali yetu. Ni kweli tunapenda urembo, tunapenda kupendeza, tunapenda kuwa wazuri. Sikatai na lazima tuwe hivyo jamani. Si ndio maana yake wanawake? Lazima tungare. Lazima tupendeze. Lakini lazima tuwe na budget.
lazima tuzingatie kwenda na budget. Kama unajua vipodozi vyako kwa mwezi vinagharimu this much, unajua kabisa mambo ya saluni unatakiwa uweke budget, kwa sababu otherwise vinatukosti. Mtu anachukua mkopo milioni 10, mkopo huo anakata 100,000 anaenda kuchangia harusi. Lazima tuchangie harusi za wenzetu, lazima tushiriki matukio ya kijamii, lakini lazima tuyawekee budget na tujue tunaitoa wapi. Kwa hiyo biashara yako lazima itenge faida, itenge mapato na matumizi na itoe faida. Kwa hiyo unajua kabisa nachangia harusi, lakini nachangia kutoka kwenye faida niliyoipata kwenye mauzo yangu, sio kwenye mtaji. Na ndio sababu inafaa uwe na akaunti tofauti. Bahati mbaya 90% ya wajasiriamali bado wanatumia akaunti za binafsi. Nafikiri mabenki mlioko hapa kuna cha kujifunza na cha kufanyia kazi. Gharama za kuendesha benki za biashara, akaunti za biashara ni kubwa. Unakutana mjasiriamali anakuambia mimi niko si wapi, naambiwa lazima niende na cheki. Lazima benki mtujie na program zenye ubunifu katika kusaidia eneo hili, ili watu wawe na akaunti za biashara. Akaunti binafsi, ela akishauza huko kwenye akaunti ya biashara, atoe pesa zile faida apeleke kwenye akaunti binafsi aspendi huko, hata akienda kuspendi kwenye magari mangapi. Lakini kule kwenye biashara kisha na benki na akaunti yake ya biashara iwe separate na akaunti ya matumizi. Sasa wengi wanashindwa kuingia huko kwa sababu ya gharama za kuendesha ile akaunti. Kwa hiyo benki mtusaidie sisi kama wanawake, kama kweli mnatupenda na mnataka tukue. Najua hili linaweza kufanyika na likafanyika vizuri, kwa sababu sioni sababu ya watu kuendelea kuwa katika hii hali. Unamuuliza una akaunti wapi? Aina akaunti binafsi inafanya kila kitu. Sasa yote anafanya transaction mpaka hata kulipia anything, mpaka soda. Sasa hapo hatuwezi kumove. Tutajikuta tunabaki hapo. Kwa hiyo tunakosa kuwa na discipline kwenye matumizi, kwa sababu hatujaweza kuseparate mapato yetu hasa. Lakini kwa hiyo tutaona mambo mengi kwenye siku hizi mbili. Kwa hiyo tutakuwa baada ya hapa tutakuwa na paneli ambayo tutazungumzia hasa fursa zilizopo, lakini tutapata testimony kutoka kwa wanachama wetu ambao tayari wao wamepata wanakopa, wanafanya biashara. Watatusaidia nini ambacho kwa sisi wengine tunaweza kufanya. Na asikudanganye mtu, mahali sahihi pa wewe kukua ni benki. Yaani usiogope. Pale ambako tunaambiwa ukisikia ukiambiwa riba 20%, muulize hii riba ni on reducing au iko haibadiliki. Akishakwambia tu ni on reducing, mwambie ni calculate. Hii milioni 10 ninayochukua kwa mwaka nitarudisha toto shingapi? Baadaye nitaomba benki mtakavyokuwa mnazungumza mtupe na mifano, kwa sababu wanawake wengi wanaogopa kukopa wakihisi benki ni gharama zaidi. Lakini hakuna sehemu rahisi kama benki. Ambao mnakopa benki mtaniambia. Kwa sababu unajikuta unachukua milioni 10, kama ni 18% on reducing, unashangaa unakuja kurudisha hata 9%, 8%, kwa sababu inapungua kadri unavyorudisha. Lakini kuna sehemu ambazo wanaenda watu wa mama wanaenda kukopa, huko ndo tunakuita kwenye nini? Kausha damu. 30% kwa mwezi. Ukichukua milioni 1 kwa mwezi shingapi? 300,000 riba. Kwa mwaka 300,000 mara 12 ni ngapi? 3 point. Mnaona Lakini ukienda benki, kwa watu wa benki mkija hapa mtusaidie pia wanawake waelewe umuhimu wa kubenki na benki. Lakini pia ukifanya kazi na benki unakuwa smart, kwa sababu ukizingatia yale ambayo benki inaitaka, I am telling you hutakwama na biashara yako haitarudi nyuma. Lazima utaenda mbele, kwa sababu tayari utakuwa unafanya kazi kwenye mfumo ulio rasmi, utakuwa unazingatia matumizi yaliyo sahihi na utailinda biashara yako. Kwa hiyo baadaye tutakuwa pia na workshop inaendana na ile ya asubuhi kidogo, lakini tutazungumzia pia mambo ya smart saving na mambo yanayohusiana na namna ya kusimamia mikopo ambayo tunakopa. Namna gani ya kuwa na discipline kwenye hela tunazozikopa. Namna gani ya kuandaa budget. Ni simple lakini sio rahisi hivyo. Tunafahamu culture sisi tulikotoka huko, culture zetu kidogo. Lakini tutakuwa na financial access and service fair, ambao tumesema tutakuwa na break session ambayo tutakwenda kukutana moja kwa moja na watu wa huduma, kuzungumza nao na kuweza
kuweza kutuelewa na kutusaidia. Huna account benki, ni wakati wako wa kufungua hapa. Unaona benki nimependa, kafungue account. Umeona Mwanga wanakufaa, fungua benki account. Umeona Azania wanakufaa, kafungue Hodari account. Na bahati nyingi nzuri, benki nyingi ambazo zina hizi products za wanawake, TWC tumeshiriki kwa kiasi kikubwa sana kuwasaidia, kuwapa maoni na namna gani ya kuja na account inayofaa wanawake. Lakini tutakuwa na interactive session na ya maswali. Kwa hiyo tutakuwa na wale wataalamu wa masuala ya biashara kama Januari ambaye alikuwa na present hapa asubuhi. Watakaa hapa, nyie mtapata muda wa kuuliza. Ni chochote ambacho unafikiria kinakukwamisha, unataka kupata uelewa zaidi, itakuwa ni hiyo session. Lakini tutakuwa pia tulitangaza kuhusu wale ambao wanataka kuvolunteer kufanya pitching. Hatuwapi pesa, lakini tunataka watu wajifunze namna ya kueleza biashara zao. Kwa sababu wengi biashara zetu tunazianzisha bila kujua zinaenda kutatua tatizo gani. Kwa lazima unachokifanya kiwe kina relate na changamoto unayotatua kwenye jamii. Umeona watu wana changamoto kwenye afya kwenye eneo fulani, umekuja na hiyo product ya afya. Sasa ukiwa unatueleza, inabidi uanze kutueleza kwamba sasa hivi ukiangalia takwimu zinasemaje kuhusu eneo hili. Kwa mimi nimekuja na hii product, nasema ni unga wa parachichi unatibu cancer. Why that? Na umethibitishwa wapi? Na unafikiria uko mbeleni watu wangapi watatumia ile product? Utapata wateja kiasi gani? Kwa hiyo lazima tuzijue biashara zetu vizuri. Kwa hiyo hii session inalenga zaidi sisi kutusaidia sisi kuelewa namna gani tunapaswa kuelewa biashara zetu. Ukielewa biashara yako, na kuambia na kuhakikishia, ukilala unaota ndoto namna ya kuimprove. Ukienda kwenye maonesho ukaona siku ya kwanza wateja wanapita tu, mbona siuzi, mbona hakuna hata mtu ananisemesha, mbona sioni hata comment. Usiku ukilala unawaza, unashtuka, kitu kinakwambia wewe ile package sio nzuri. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo tunahitaji mabadiliko, tunahitaji watu access na kutumia hizi huduma. Lakini kwa hiyo tutakuwa na watu 5 ambao watafanya pitching hapa, lakini tutawapitisha kwenye baadhi ya videos ambazo zinamuone namna watu kwa duniani wanafanya mambo. Lakini kesho tutakuwa na 3 wale finalist, tutawashindanisha. Lakini kwenye taasisi za fedha ambazo ziko hapa, watakaopenda pia mawazo yao, hawa ambao wanakuja hapa kama sehemu pia ya kutupa nafasi kujifunza, wanaweza pia kwa sababu pia watasema wanahitaji mitaji, mtasema mtawachukua na kuwasaidia. Sisi tutawapa tu zawadi ya ule muda ambao wanaspendi kujiandaa na kuja kufanya presentation. Lakini tutakuwa na master class ambao ilikuwa of course tuzungumzie personal finance. Mr. Januari ameshaizungumzia kwa ukubwa sana, na naomba tumpigie makofi mengi. Makofi yako very light. Tunaweza kuongeza makofi mazuri. Tupige makofi mazuri. Asanteni sana. Lakini pia tuna mambo ya digital payments. Tunafanya kazi, yes. Timu ya Vodacom naomba msimame. Najua mmeshafika au hawapo Vodacom. Hawa ni Absa. Okay. I think wanakuja. Kwa hiyo tunafanya kazi na Vodacom. Kusema ukweli, sasa hivi dunia inakoenda, lazima pia wanawake tujifunze, tuanze kufuatilia mambo. Kasi ni kubwa mno. Na mnaona mwaka unavyoenda. Yaani Januari ilikuwa juzi, kesho kutwa tuko katikati ya mwaka. Hivyo na teknolojia inakuwa kwa kasi. Na hakuna muda. Mteja hawezi umwambie ngoja unafanya biashara na mtu, niende ukaanze ukapanga foleni benki uanze kutoa hela uje umlipe. Sasa hivi ni kidigitali chap chap. Una app ya labda ya Vodacom, unamlipa mtu faster bila malipo. Sijui unalipa namba, mteja anaskani, analipa pale. Umemaliza kazi. Kwa hiyo malipo kidigitali ndio sasa hivi na rahisisha kila kitu. Wale ambao mmesafiri China mfano, kina Mama Lukuvi na Fry pia uko hapa na wengine, mnaweza kushare experience. Namna wenzetu wana mfumo ule WeChat. Unalipa hata mamilioni, unamlipa mtu. Yaani uko kunawasiliana, uko mnalipa. Yaani hakuna mambo ya sijui saa ngapi benki. Lazima na sisi tuende huko wanawake kwenye masuala ya digital financing, digital transactions, ili tuweze kukua kwa haraka na kurahisisha kazi zetu, upatikanaji wa huduma zetu kwa wateja. Otherwise tutajikuta tunabaki nyuma, tuko slow. Lazima tuende na speed ya dunia. Na ikikuacha usipojifunza, baada unashangaa unasuasua. Watu wanakuja sasa hivi na innovations nyingi sana,
ambacho ni kitu cha msingi hata taasisi zetu za umma na zingine kujiandaa kwa hizi bunifu zinazokuja. Bunifu za digitali ni amazing sasa hivi. Kuna ambao watakuwa hapa, sijui ni hawa Pesa Chapu au ni nani ambao wako hapa. Think Tausi kama sikosei. Wenyewe watakuja kusema nini wanafanya. Kwa hiyo mtaona namna ambavyo mambo yanabadilika. Lakini tutakuwa na session ambayo pia ni agribusiness financing specifically, kwa sababu tunajua wengi tuko kwenye mnyororo wa thamani wa hii sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo inatubeba wengi sana. Tupo wengi. Hata mlioko kwenye nguo, pamba mnapata wapi? Kwa hiyo wote lazima tuyaelewe haya wote. Kwa hiyo tutakuwa na pasi, tutakuwa pia tunafahamu mikopo ya halmashauri inaendelea na tunashukuru serikali sana kuirejesha. Na sasa hivi ni jana nilikuwa nasikiliza pia kuna mfumo ambao unafanya vetting online, kwa hiyo watu wana apply na nini. Kwa hiyo at least nimeona mikoa mingi hata wanachama wetu wameweza kuingia kwenye hii program. Tutakuwa pia na ofisi ya mkuu wa mkoa, kwa hiyo kuna watu watakuja kuzungumzia masuala haya. Tutakuwa na pass leasing, watatuambia namna gani wanakopesha vifaa vya kilimo, sio tu kwa wakulima mpaka wale wazalishaji. Lakini SIDO tumeambiwa watakuwepo pia wengine kuzungumzia mambo mengine. Lakini Agricom Africa tena walisema wanakuja na ka tractor kabisa. They are very serious na kuhakikisha wanawasaidia wajasiriamali. Lakini tumeambiwa kuhusu kuwekeza UTT. Mimi nasemaga ukienda mahali umepata yani hela inayoingia ambao hukuitarajia, peleka mahali ambako itakaa huko kama saving. Hata zile faida tunazopata kwenye biashara, hakikisha kuna mahali unapeleka fungu fulani. Vinginevyo akiba ni kitu cha msingi. Kuweka akiba inakusaidia utengeneze mtaji wa baadaye, lakini inakusaidia kuaddress changamoto zinazojitokeza hasa emergency, kuliko kuja kutumia hela za mtaji na kwenda kuwekeza huko. Lakini tuna DSC hisa kiganjani, wanawake hatujawekeza sana kwenye hili eneo. Hatujaweza kuutilize hii fursa. Huko duniani wenzetu walishaanza siku nyingi kutengeneza mitaji kwa kupitia hizi njia. Kwa sisi ni fursa kwetu, tusikilize, tuelewe na tufanyie kazi. Kwa kesho tutakuwa pia na hiyo pitching session 2. Baada ya hapo tutakuwa na pia round table. Kwa tutakuwa na makundi wanawake ambao kwenye sekta tofauti ya agriculture, wale wa traders wanaonunua nje ya nchi wanaingiza, wanaotoa, wanaofanyaje au wanaosambaza ndani ya nchi. Lakini kuna vijana kwenye masuala kwenye teknolojia, lakini tuna hawa tunawaita urban hustlers. Si mnajifahamu, wapambanaji tupo pia. Kwa hiyo tutakuwa pia na meza ya hiyo ambao tutaanza kujadili, lakini pia kupeana hamasa, kuelimishana, lakini pia namna gani wewe unapata mtaji, namna gani unaendesha biashara yako. Wewe labda ni winga Kariakoo, that is also a business. Juzi spinani tulikuwa naye kana shanga, wewe Mwajuma unafahamu vipi wa Nigeria? Unataka kitu dukani, mahali hujui kinakopatikana, badala kuzunguka sana. Winga anakupeleka, yeye anajua maduka yote, yeye kule anapata commission. Kwa anakupeleka straight ya wewe unapata kile kitu unanunua, umesave time. Yeye huko anajuana nao. Kwa hiyo yeye muda anao kana wewe humlipi na wala muda wa kupeleka humlipi, kwa sababu yale maduka yanampa commission. Kwa that is another business. Kwa msiwaongee mawinga nao pia wako kazini. Si ndio Kiswahili sahihi, naona Wakariakoo na pengine. Lakini tutakuwa na sehemu sasa ya kushare, tunasema real voices, real impact. Tuone. Nafahamu kuna wanachama huko wameshiriki mikutano kama hii ya session is access to finance, ndio? Hebu ambao wameshiriki tangu tumezianza hizi session na wamefanikiwa, wamepata mitaji, wamekopa, imebadilisha, unaweza ukapunga mkono tu. Yote ambaye uko ameshiriki mikutano na imemletea matokeo hii ya upatikanaji wa mitaji ya kifedha. 1, 2, mwingine nyosheni tu vizuri. Yes, dada Esther najua juzi barua yake nilisaini kwenda Mwanga, na nawashukuru sana Mwanga Benki kwa kumpa mtaji. Dada hapa naomba tuwapigie makofi sana. Kwa hiyo kama ambavyo mnaona sisi tunafanya kazi na benki mbalimbali. Kwa ukienda kule ukishakidhi vigezo, unataka speed, njoo chukua barua, unataka wakupe kwa haraka, njoo chukua barua. Wao wakisharidhisha kwamba una vigezo vyote, sisi tunakupa barua, wana speed up. Kwa hiyo sisi tunaweza kupiga hata kwa MD. Jamani, kuna mwanachama wetu hapo ana issue, biashara hii iko hapo njiani itayuka, nataka afanikishe haraka. Kwa hiyo ndio kazi yetu kama chama. Baadaye kwa hiyo tutaendelea na hizi session za kuhakikisha tunakaa pamoja na benki. Kwa hiyo kama nilivyosema, nataka nimalize
kama nilivyosema kwamba malengo yetu hasa ya hii warsha ni kuhakikisha kwamba tunawapa elimu kuhusiana na masuala ya kifedha ambavyo mmeona, lakini pili kuhakikisha kwamba tuna facilitate direct access to financial services. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba unaweza kupata nafasi ya kukutana na taasisi za fedha moja kwa moja kama lengo la pili la hii warsha. Lakini la pili ni kuhakikisha kwamba tunawapa ujuzi unaohusiana na usimamizi wa fedha, kiwepo masuala ya budgeting, masuala ya ukopaji, masuala ya saving, masuala ya digital financing. Lakini lengo la 4 ni kuhakikisha kwamba tunawapa platform ya kunetwork. Kama nilivyosema, mtapata fursa ya kukaa pamoja kwenye makundi ya kisekta, kubadilishana uzoefu. Mwingine ana stress kwenye sekta yake lakini hajui ashie na nani. Unatoka zako huko, labda unatoka Bagamoyo, unapitia changamoto unafuko kwenye sekta ya blue economy labda, au ni mvuvi, au unanunua samaki, unakausha, unauza, unafanyaje? Lakini unaona changamoto ni nyingi, unaona mbona mimi maisha yangu hayaendi. Kuna wenzako huko pia la wamepita huko, labda wamekua, pengine wanachakushia na wewe cha kukutia moyo. Kwa hiyo inawapa pia fursa ya kuweza kuhakikisha mna fahamiana na kubadilishana uzoefu na kutiana moyo. Baada ya kusema hayo, mimi sio mwanasiasa. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kunisikiliza, kwa kuwa very active, na niwakaribishe. Kama mnavyoona hii warsha iko tu technical kidogo, sio kama mikutano ya mwezi mingine. Wanachama hii upya ni sehemu ya mkutano wa mwezi, msisahau. Lakini tunaiblend siku hizi iendane na mahitaji ya wanachama. Kwa next time tutakuja na kitu kingine, lakini nia yetu ni kwamba tuhakikishe tunatoa huduma sahihi kwa wanachama wetu na kwa wakati sahihi. Kwa hiyo tusio kutoka nje wa kupiga kelele. Tukisema dakika hizi ni za chakula, basi tunarudi on time, ili pia tusave muda, tutimize malengo ya kuwa hapa. Nyakati hizi wanawake tunatakiwa tuwe mstari wa mbele katika kila jambo, mpaka dunia ishangae, si ndio? Yani tunapaswa sisi kuishangaza dunia kwamba tumebadilika, tunaenda na muda, yani usubiri kuambiwa rudi, usifanye hivi, no. Hizo nyakati zimepita, hizo nyakati kwa sasa ni lazima tuendane na wakati, tukimbizane. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, asanteni sana. Clear Vision TV, bridging ideas to reality.